Nilisema kwamba nikimaliza kuna jambo nataka niligusie. Na jana niliongea kwamba ile jambo pia tutaligusia, kwa sababu umetokea baadhi ya watu wakanasibisha baadhi ya mambo na dini na hayapo katika dini. Yaani wanaongelea jambo si la dini ila wanalifanya kama ni la dini, wakiwa wako katika kivuli cha dini ile. Ukiangalia ni nini? Ni kabila au ni watu fulani. Mfano kama kauli ambayo imetamkwa na baadhi ya watu kwamba ni bora mlevi wa Zanzibar kuliko shekhe wa bara. Hii kauli ni ya kijahilia hakikatan, kwa sababu tayari watu washataallaq na yani taasubi ni katika mambo ya kijahilia, kama tutakavyokuja kuona huko mbele. Yani tayari mtu kashataallaq na kashajifungamanisha na Wazanzibari wenzake, hata kama ni walevi. Na hawa ni wabara hawa, hata kama wana wema wana salah, kwa sababu ni wabara tu basi hawafai kufuatwa, hawafai kusikilizwa. Ili jambo ni la kijahilia, sio la sawa. Tena ili jambo nilisikia wasiopungua watu watatu, na wote ni Wazanzibari, na mimi naongea pia ni Mzanzibari, kuwa si sawa. Hakuna hicho kitu, yaani useme kwamba mlevi wa kule kwa sababu tu subhanallah, haiwezekani hicho kitu, haiwezekani. Na kama kweli kuna mtu ambaye hii ni challenge mimi binafsi naitoa, kama kuna mtu anaweza kuleta hoja juu ya hili na alete. Haina maana kwamba eti nikisema hivi sina uzalendo na Mzanzibari. Hii si haki. Haina maana kwamba eti hata kama mtu kakosea kwa sababu tu ni Mzanzibari ndio tuwe naye. Hii sio jambo la sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akionyesha namna ya kuwa na uadilifu na kutokuwa na taasub, namna alipokuwa kataja moja katika hudud na watu wafanyiwe mambo kama hayo wakati ambapo wamefanya makosa ya wizi. Kuna moja kati ya masahaba alikuja akataka mwanamke fulani ambaye kaiba asikate mkono kama kumwombea hivi. Akamwambia, unaombea kwenye hukumu ya Allah? Mtume kisha akasema, lau anna Fatima binta Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha. Laiti Fatima binti ya Mtume, na maana mwanangu mimi, ingeliiba ningelimkata mkono wake. Huu ni kwenye upande wa uadilifu, na wala sio kusema kwamba wengine, subhanallah, wengine hufikia kusema kabisa huu Uislamu wa watu wa bara huu una mtihani sana, una mtihani. Yani mtu ajitutumua kabisa afanya kusema kwamba hakuna jambo kabisa huko bara huko, hakuna jambo. Sasa hili jambo gani sasa? Na subhanallah, wakati kuna mtu mmoja katika huyo aliyesema haya maneno haya yeye mwenyewe kwa sababu huyu ndo kazidi, yani kabisa huyu jaa bitamatil kubra, huyu ndo kaleta balaa kabisa. Alisema kwamba na basi mpaka sasa bado anaendelea kwenye kauli yake kwamba bwana shekhe wa bara hana lolote, yani kwamba ni bora mlevi wa wapi? Wa Zanzibar. Tena ati akaanza kumsifia mlevi wa Zanzibar. Mlevi akaanza kumsifia. Wajua ni mlevi ila akimaliza pale atakwenda kujitoharisha. Sasa ndo nini sasa? Hata pombe ukiita soda itabakia vile vile tu kuwa ni mbaya. Hata vipi? Itabakia vile vile tu kuwa ni mbaya. Kisha yeye mwenyewe akasahau, subhanallah. Huyu aliyesema kwamba mashekhe wa Zanzibar mashekhe wa bara yani hawana lolote, ni bora wale wapi? Wa Zanzibar. Yeye mwenyewe afanya kusema moja kati ya masiku akaja akamsema vibaya Sheikh Qasim, Allah mhifadhi. Alipokuja kumsema vibaya, kisha akamsifia shekhe mmoja ambaye ni mtu wa Handeni ambaye alifariki juzi kati, Sheikh Abu Idi, Allah amsamehe makosa yake. Ati asema kwamba mimi simsikilizi. Tazama, subhanallah, watu wanatanaa hawa. Mimi simsikilizi Kasim Mafuta, akampiga kwa kejeli sana, yani kama ambaye ampiga mwanawe alipokuwa hana adabu. Simsikilizi Kasim Mafuta mimi, lakini namsikiliza Abu Idi kwa sababu masala ya mirathi yale ya ndoa akielezea anayapatia. Swali, Abu Idi ni Mzanzibari? Huyu Abu Idi ni Mzanzibari? Ni Mzanzibari? Si Mzanzibari. Sasa hii ni tanaqudh pia. Hii ni tanaqudh ya wazi. Kuna mmoja pia naye aliongea kisha akataraja. Na mmoja aliongea maneno kama haya kwamba mlevi wa Pemba ni bora kuliko shekhe wa bara, akataraja.
Kuna mmoja hakuongea ila kwenye bango lake la maongezi YouTube akaeka yale hayo maneno. Nilikwambia usufu diwani kuwa ukasome, umeona sasa shajichanganya. Ndio maana nikasema kwamba mlevi wa bara mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko shekhe wa bara. Maneno kama haya ni mambo ya kijahilia. Tumeona hapa katika kitabu hapo tulivyosoma, tumeona ya maneno namna jinsi haya mambo yalipopigwa vita kabisa, na mtu hawezi akafadhilisha jambo kwa mujibu wa dini alafu ikawa halijafadhilishwa hilo jambo katika dini. Huwezi ukasema kwamba wale ni wabora alafu ubora ukaufungamanisha na dini hali ya kuwa huo ubora kwenye dini haujatajwa. Haiwezekani. Huyu pia kuna jamaa mmoja naye anaitwa Firdausi katika hawa uzadawa wanaojifanya masharifu uongo naye alikuja kusema kwamba Wazanzibari kuwa walikuwa washamba, walikuwa wanakuja hapa na shanga flyover kama hivi. Alisema maneno haya. Huyu jamaa huyu aliyesema kwamba mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko Sheikh wa bara akaongea vikali sana, huwajua Zanzibari ukome hivi na hivi. Sasa ina maana watetea dini au watetea Zanzibari? Ina maana kwamba unakuta kama hawa watu kabisa kwanza hawajasoma, alafu pili wana ile taasubi na Uzanzibari. Ndio maana jambo nikapendelea niliongelea kwa sababu mimi sio mbara, ni kiasili mimi si mbara, japokuwa nakaa huku ni Mzanzibari. Pamoja na hivyo ili jambo sio la sawa. Huwezi ukasema kabisa kwamba eti mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko Sheikh wa bara. Wapi ya maneno? Yana usahihi vipi yani? Yani iweje mlevi ambaye kanywa pombe, hii pombe ambayo innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Pombe pia ipo, fajtanibuhu, jiepusheni nayo hiyo pombe. Na Mtume akasema kullu muskirin haramun. Iweje anayetumia hivi vitu ambavyo vina uharamu wa wazi awe bora kuliko shekhe? Kosa lake tu ni mbara. Iweje? Huu bara kwani huu ni sifa katika sifa za watu wa motoni au? Huu ni ujahilia. Haya mambo sio ya kijahilia. Na mimi nimesema kama mwanzo, na hii ni challenge kwamba kila atakayesema haya maneno basi natuletee hoja. Na wallahi hakuna hoja. Hata yalijal jamalu fi sammi alkhiyat. Haiwezekani ukathibitisha hili jambo. Afadhali usingelisema kwamba shekhi fulani wa bara. Hii sifa ukaifanyia kwamba ina taqyid, umeifunga na mtu fulani, sio kuachilia maneno kwamba eti shekhe wa bara kwa maana kwa mujibu alivyoongea awe mwema awe muovu anazidiwa nani? Na mlevi wa Zanzibar, kwa sababu hakutoa istifsali yoyote, hakufanya tafsiri yoyote kwenye maneno yake. Na taruku istifsali fi maqami al-ihtimali yanzilu manzilata al-umumi fi al-maqali. Sitoeleza maneno kwamba kusudia walevi wa Zanzibar na kuwasema vibaya mashifa wapi wa bara. Ili jambo sio la sawa, hata kama kaliongea Mzanzibari gani, hata kama kaliongea nani Mzanzibari yoyote. Kwa hiyo haya maneno sio ya sawa. Mimi nasema hili jambo naliweka wazi kuwa sio ya sawa, bali ni katika mambo ya nini? Taasubi ambayo ni katika mambo ya kijahilia. Kufanya taasubi na mambo ambayo kama haya yana sampuli hii, haya mambo ya kijahilia. Sasa kama mtu kweli atapinga na atakuwa na hoja, hebu basi natuletee basi hizo hoja kwamba Wazanzibari wao wana sharafu fulani kwa kitu kadhaa kwa mujibu wa dini. Usituletee kwa mujibu wa akili yako. Kwa mujibu wa dini wana ubora fulani. Na kama ukiutaja huo ubora kama ni elimu, kwani hao mashekhi wa bara hakuna ambao wana elimu? Wapo. Ukisema kwamba labda kama wale wana weupe, kwani mabara hakuna ambao ni weupe? Ukisema kwamba labda kule kulikuwa na wanachuoni, kwani hapa hawajapita wanachuoni? Kwani kuwepo? Kwa hiyo hii si nini? Si hoja, bali ni mambo ya kijahilia. Da'uha fa innaha muntinatun. Ni uvundo, si sawa kabisa kwamba eti subhanallah. Alafu mtu tena anasema kwa jazba hapo. Tena video kama hii utakuta pengine mtu mwingine Mzanzibari mwingine naye ambaye anataasubi na Uzanzibari wake naye afanya kusema kwamba eti bwana wa bara hawa bwana wana mtihani sana. Ni kwa sababu tu kumetajwa Uzanzibari tayari. Na kuna wengine wanakosea, yani hawafanyi dini, ndio kama hawa. Yani anaongelea jambo la Uzanzibari afanya kama ambaye anaongelea Qur'ani. Atetea Uzanzibari kama ambaye anatetea Qur'ani. Hii sio sawa. Sawa, mtu kapatia afikiwe. Atiliwe nguvu au atiwe nguvu kwenye kupatia kwake.
ama kakosea, hata kama ni nani asisapotiwe, kwa sababu batil hata kama ipo kwa nani, yuraddu ala sahibihi, itarejeshwa na kukoselewa kwa mwenyewe. Na haki hata kama ipo kwa nani, kwani masala ya kuzingatia ukabila mtume aliyazingatia. Abu Huraira alikuwa Mwarabu, Salman al-Farisi alikuwa Mwarabu, Bilal alikuwa Mwarabu, al-Imam al-Bukhari alikuwa Mwarabu, al-Imam at-Tirmidhi. Hawa wote hao ukiangalia, al-Imam an-Nasa'i, hawa walikuwa ukiangalia hawana asili ya Uarabu, lakini angalia al-Imam al-Bukhari wameafikiana wanachuoni kwamba kaandika kitabu ambacho yani asahu al-kutubi ba'da al-Qur'an, ni kitabu ambacho ni sahihi zaidi baada ya Qur'ani, kaandika na si Mwarabu. Al-Imam Abu Daud pia naye kiangalia. Haya, tukizingatia Uarabu, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba kwa sababu wana ushombe. Haya, huo ushombe wenu mliokuwa nao mpaka mkasema hivyo, je, hawa hawakuwa nao ushombe? Au walikuwa nao? Mbona hawakufadhilishwa kwa huo ushombe? Wafadhilishwa kwa sababu ya dini. Turudi pale tu kwamba kinachomfadhilisha mtu ni dini yake. Ndio maana mshairi mmoja akasema hivi, la amru kama al-insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala an-nasabi laqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin wa qad wada'a ash-shirku ash-sharifa Aba Lahabi. Nisema kwamba la amru kama al-insanu illa bidinihi, nakwambia kweli, fahamu ya kwamba mwanadamu hana hadhi isipokuwa kwa dini yake. Fala tatruki taqwa, usiache kumcha Allah, ittikalan ala an-nasabi, kwa kubweteka na nasaba yako. Mimi bwana, mimi Mzanzibari, mimi bwana Mbara, kisha akatoa mfano, laqad rafa'a al-islamu Salmana Farisin, Uislamu umemnyanyua Salman al-Farisi. Anatokea Rum, anatokea wapi? Irani huko, miji ya Kishia. Waqad wada'a ash-shirku ash-sharifa Aba Lahabi, na ushirikina umemweka chini na kumteza mtu mtukufu Abu Lahabi. Ni Mwarabu na ni Mquraishi, ami yake Mtume, alikuwa mweupe, lakini Uislamu umemtweza kwa sababu hatuzingatii rangi sisi. Sasa ukituambia kwamba eti mlevi wa Zanzibar ni bora kuliko Sheikh wa Bara, tutakuuliza kwanza, wewe mzima wa akili wewe, hii dini umeisoma? Kikweli kabisa umeisoma? Sawa, kama kuna sharafu za Uzanzibari, sawa, zipo kwenye ubara, hakuna. Sawa, kuna sharafu za ubara kwenye Uzanzibari, hakuna. Swali la kimsingi, je, hizi sharafu za hawa ambazo hazipo huku na za hawa ambazo hazipo huku zafaa kujifakharisha nazo? Kwa mfano, kuna karafuu nyi hamna, hasa karafuu za kupeleka peponi wewe? Ni funguo ya pepo hiyo karafuu? La. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi ya mambo ni nini? Ni taasub za kijahilia. Na nilipenda ile jambo nilitolee tambihi kwa sababu kuna watu huendelea kuongea. Pengine jambo mtu yupo katika haki kwa sababu tu si kabila lake akaanza kumsema. Na nimeongelea hivi kwa sababu hawa wanaoongea ni Wazanzibari. Ingeliongea Mbara ingeanza kusema kwamba huyo ni Mbara hivi na hivi, mimi Mzanzibari. Kama watajibu na wanijibu mimi sasa mwenzao. Ili sio jambo la sawa. Naktafi bihadha. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu jalla wa